Karibu kwenye sura ya pili ya hadithi yako pendwa inayoitwa Nataka Pesa Zangu. Karibu. Upo na mimi Muki Kitogo au Chief Kitogo. Burudika nami. Amani aliamka asubuhi na mapema kuliko kawaida. Hakutaka kupoteza hata dakika moja. Leo ilikuwa siku ambayo angeanza rasmi safari yake ya kutafuta nafasi ya kujiunga na shahada. Alifungua simu yake, akaingia kwenye mfumo wa udahili wa vyuo vikuu. Macho yake yalikuwa yamejaa matumaini. Mwaka huu lazima nibadilishe maisha yangu, alijisemea. Baada ya kupitia kozi mbalimbali, alichagua kozi moja tu, nayo ni Mass Communication. Moyo wake ulivutiwa na vyuo viwili alivyokuwa akiviona tangu alipokuwa akisoma diploma. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM na Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM. Aliamini kwamba kupata nafasi katika mojawapo ya vyuo hivyo kungemkaribisha hatua moja zaidi kwenye ndoto yake. Lakini kabla hajabofya kitufe cha mwisho cha kutuma maombi, mfumo ulimkumbusha jambo moja. Nalo ni application fee, shilingi 20,000. Amani alitulia kwa sekunde kadhaa. Akaingiza mkono mfukoni. Hakukuwa na kitu. Akatabasamu kwa uchungu. Hata kuomba nafasi ya kusoma lazima ulipie kwanza, alijisemea. Hakukata tamaa. Alianza kuwapigia simu marafiki zake wachache. Wakuu, ninaomba msaada kidogo. Nataka kutuma maombi ya chuo. Wengine hawakupokea simu. Wengine walimwambia, samahani ndugu, hata sisi hali ngumu. Baada ya siku kadhaa za kutafuta, hatimaye alifanikiwa kupata fedha hizo. Alienda benki, akafanya malipo na kuhifadhi risiti kwa umakini mkubwa. Alipoona ujumbe uliosemeka, your application has been submitted successfully. Alifumba macho kwa sekunde chache. Njiani kurudi nyumbani, alikuwa akitabasamu peke yake. Hakujua kuwa zile shilingi 20,000
ndio zilikuwa fedha zake za kwanza katika safari ambayo ingeendelea kula akiba yake hatua kwa hatua. Wiki zikapita. Kila siku alikuwa akiangalia simu yake. Kila ujumbe mpya ulimfanya moyo wake upige kwa haraka. Mpaka siku moja matokeo ya udahili yakatoka. Kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka, aliingia kwenye mfumo. Akatafuta jina lake. Mara moja, mara mbili, mara tatu. Hakukuwa na jina lake. Aliingia tena kwenye mfumo wa chuo kingine. Nako pia hakukuwa na jina lake. Amani alikaa kimya. Hakulia. Hakupiga kelele. Aliitazama tu simu yake kana kwamba alikuwa anasubiri majibu mengine. Baada ya dakika kadhaa, alinyanyua kichwa chake na kusema kwa sauti ya chini, "Sawa, kama mlango huu umefungwa, nitafungua mwingine." Hakujua kuwa mlango aliokuwa anakwenda kuufungua ungehitaji fedha nyingi zaidi kuliko alizowahi kufikiria. Na huo ndio ulikuwa mwanzo wa sura nyingine ya maisha yake. Na huo ndio mwisho wa sura ya pili ndani ya simulizi yako pendwa inayoitwa Nataka Pesa Zangu. Upo na mimi, ulikuwa na mimi Muki Kitogo au Chief Kitogo.